Nimeona saa ingine tunapata matatizo ya kitaifa, tafadhali tuvumiliane. Na kuna taifa ambalo hakuangi na mambo ambayo yanatokea. Unajua kwamba tumepoteza, kuna mtoto ameuawa na polisi. Ama amekufa katika mikono ya polisi. Tunataka tujue ni nani ameua huyo kijana. Na mwenye ameua huyo kijana awe nani? Awe na mamlaka gani? Hawe hana mamlaka ama ako na mamlaka, lazima mkondo ya sheria ufuatiliwe. Kama namna gani jameni? Kwa sababu kama mtu amefanya makosa, iko njia ya kumpeleka kotini akahukumiwe. Kama ametusi kiongozi ama ametusi mtu, unaweka ripoti, anashikwa, anapelekwa kotini, anahukumiwa. Hii maneno ya kuchukua maisha kiholela, we cannot allow our country to degenerate into the level of taking lives of innocent people. Na sana wanaoumia ni watu wadogo ambao hawana mamlaka. Si ni kweli? Kwa hivyo mimi sitaki kuingilia kwa sababu uchunguzi bado unaendelea. Lakini mwenye kutenda kitendo hicho cha unyama, mwenye kutenda hicho hawe nani, lazima sheria ichukue mkondo yake ili ajibu kwa kifo cha huyo mtoto. And we should leave it at that. We should not politicize it. It's nothing political. A murderer is just a murderer, whoever it is. Yeah? And as government, we do not condone extrajudicial killing. We do not condone torturing of citizens. If somebody has committed an offense, there is a due process of law which must be followed. Ama nyinyi mnataka nchi ya kiolela? Watu wanashikwa sababu ni maskini, wanateswa, wanakufa, alafu sisi tunakimia. We cannot. We will not. And whoever did it must pay for that crime.